Sasa bwana, mimi nimekaa nimefikiria faza yangu, nimeona nisababisha matatizo mimi mwanao. Usilete kesi huo. Bwana faza ndio hivyo bwana, nimetia mimba St. Francis na nini. Nimeona tusifikie huko faza yangu. Sasa mimi nimekaa nimefikiria faza. Mimi bwana nataka nioe faza. Kimondo. Wewe una uhakika atakapooa? Na uhakika faza, na uhakika ndio maana mpaka nakufuata na kuambia maana yake uhakika nao. Umejizatiti kabisa. Yaani sana. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini nikwambie kitu kimoja. Ndio. Ukioa ina maana unatoka tena kwenye udogo unaenda kwenye ukubwa. Kweli faza, kweli. Sawa. Ndio. Kwa hiyo wewe umejizatiti kabisa. Sana faza. Yaani kuhusu hilo mimi nimejizatiti kabisa. Basi sawa, mimi nisiweze kupingana na wewe. Ndio. Kwa sababu hata dini zinatuambia mtu akitaka kuoa basi muozesheni haraka. Kwa hiyo mimi kwangu ni luksa. Elewa? Ndio. Sasa mke ukipata au nikutafutie mimi? Mke nimepata. Yaani mke wa kuoa nimepata. Yaani mpaka nakuja kukwambia maana yake mke tayari nishapata. Hapo ni swala la barua tu. Mambo mengine. Sasa mimi kwa sasa hatachaguliani wake bwana. Wewe baada ya kuona umepata na unajizatiti, ukimuoa atakuwa mke, sio mke. Hamna shida. Nimepita hiyo mimi nitakaa na mama yako. Jenga. Basi nashukuru sana faza. Utakwenda kuoa. Nashukuru sana kwa hiyo. Sasa nashukuru sana. Sasa utaingia hapo ndani, no? Kuna simu yangu iko mezani pale, naomba unisaidie kuletea. Sawa. Mbona hujaniambia kodi ya menza? Sasa mke wangu, wewe unajua kabisa mimi nikitoka hapa lazima nikachukua mazingira kwa baba mdogo. Wewe kipi usipojua? Hivi mume wangu, kila siku utakuwa mtegemea baba mdogo? Mke wangu, wewe kama kula unakula, unavaa, baba mdogo anatuhudumia kila kitu. Sasa vitu vingine unafuatia vya nini? Mume wangu mimi nimechoka. Kila siku mtegemea baba mdogo. Mpaka lini? Mke wangu, wewe kama kula unakula, unavaa, sasa mengine ya nini? Kwa hiyo mume wangu mimi nikila nikivaa, mahitaji mengine sihitaji. Kama baba mdogo yupo basi. Kwa mahitaji yangu mengine mimi nitaenda kumwambia hivi baba mdogo kweli mume wangu? Mimi si ndo namfuata mke wangu. Baba mdogo kila siku. Mimi nimechoka kweli. Sasa mke wangu, yaani unajua kwanza kwa baba mdogo tumetoka tu kwa sababu tumekosa sehemu ya kulala, lakini ipaswa tuishi pale. Kama baba mdogo yupo, kwa nini sisi tujiangalishe? Kwanza unakula unavaa mke wangu, mbona hivyo? Leo baba yupo. Ya Mungu mengi, je akifa? Kwa hiyo unataka baba mdogo wangu afiasi? Hapana mume wangu. Lakini ya Mungu ni mengi. Sasa ya Mungu sawa, ya Mungu yenyewe hapo tu mke wangu. Wewe kama unaishi, unakula, unavaa, mengine achana nayo. Wewe kwanza mimi niingie hapo, kuna wanangu hapa watu wengine na mimi. Mdogo, mimi nimekuja. Nimekuja kuchukua hela matumizi kama unavyojua pale nyumbani lazima tule. Mke wangu asuke, tuvae, kodi na maisha mengine. Kwa hiyo nimekuja kuchukua nani. Hebu subiri kwanza kidogo.
Ulichosema nimekuelewa. Kama vipi? Simesema nimekuja kuchukua hela matumizi. Yaani wewe kuja kuchukua hela ya matumizi kwangu? Sasa si ndio jamani? Kwani au sijaelewa kadi au nigongee. Hivi Kimondo. Mwanangu, wewe si umekuwa wewe? Wewe si una mke sasa hivi? Kwa maana unataka mimi yani nitoe hela ya matumizi nikulishe wewe pamoja na mkeo, si ndio? Si ndio hivyo unavyotaka wewe? Mimi sasa nikae niwe nakulisha wewe na mkeo. Sasa mdogo, kwani mimi kwa baba mdogo sisi tupenda njaa kweli na wewe upo kweli? Au mimi nimekosea? Hivi mwanangu wewe zimo kichwani kweli wewe? Mdogo tena. Swali mengine sasa mdogo. Mimi tena nishakuwa sasa chizi. Sijielewi tena baba mdogo. Wewe yani wewe ni zaidi ya chizi kwa sababu akili zako mimi sidhani kama zinachaji. Wewe umeshaoa. Sasa leo umeoa mimi nikulishe wewe na familia yako. Yani na mkeo. Sikiliza Kimondo. Kwa tabia hii ulioionyesha hapa leo, basi nataka kusema hivi, hata ukikuta chakula hapa kwangu sitaki ule. Maana unawezekana wewe ukaja ukala chakula hapa ukamwacha yule mtoto watu na njaa. Unanielewa? Saba mdogo tena huko unafikia mbali. Sifikii mbali. Ingekuwa mwanangu una akili timamu ungeniambia kitu kimoja. Baba mdogo, mimi nimekuja. Kwa sasa naona hali yangu ni ngumu. Naomba nitafutie kibarua nifanye au nitafutie kazi baba, mimi nifanye. Ningesema kweli mwanangu sasa kafua. Lakini mtoto umekuwa box unakuja unaniambia eti baba nimekuja kuchukua hela matumizi. Huo si upunguani huo. Sasa naomba nitokee hapa nyumbani kwangu. Sababu mdogo tena umefikia huko jamaa. Kimondo, nimesema ondoka nyumbani kwangu. Shida nini? Wewe si ushaoa? Nenda bwana wewe. Asipoa baba mdogo. Niacha niende. Yaani kaka kaniachia mtihani kwa kweli. Yaani wewe unakuja kabisa. Mtoto wa kiume eti nimekuja kuchukua hela matumizi. We Mama Aisha, samahani. Wewe Kwa pale nilipokaa hujaniona kweli? Nimekuona. Nitambua wewe ni mke wa mtu. Hata kama ni mke wa mtu, kwa salamu ina tatizo kwani? Sawa, tena nini shida ulichoniletea? Hapo ndio uniona. Sijala tangu jana. Ya tangu jana? Ama kweli mwana kulitafuta, mwana kulipata. Basi nilikwambia nikuoe ukagoma kata. Yaani najutia maamuzi yangu. Bora ningekuwa na wewe. Unavyomwona Kimondo, si mtu wa kufanya kazi yule. Sawa, mimi hapa sina hela. Hela ipo nyumbani. Twende ukachukue nyumbani. Nyumbani tena? Ndio. Wewe kama utaki, baki hapo isubiri hiyo hela kama itakufuata. Basi sawa, twende. Mwanangu, naam. Mimi na shida mwanangu. Mimi na matatizo mwenzio. Matatizo gani bwana Kimondo? Wewe acha tu mwanangu, majanga.
Unapoona hapa sielewi. Njaa kali kaka. Kwa hapo mwanangu, kama una chochote hapo unaweza kanisave hapa, afu utaangalia siku hizi hapa naweza unaelewa mwenyewe, nikakurejeshea chochote. Niangalia utaniregeshea. Yaani baada ya siku kadhaa hivi naweza nikawa nishapata nitakupa mazingira. Unajua nini ni mwanangu? Kwa mwanangu unazingua sana. Nazingua tena. Wewe maisha unayakurupukia na una maisha kama vile yote marahisi yani, unachukulia poa yani. Mimi ndo nakuchana ukweli yani. Wewe kwanza ukiangalia umri wako, yani ulitoka ujipange kwanza afu ndo uoe. Wewe ukafurupuka kana kuoa. Afu unakaa tunategemea kwamba tenda kula baba mdogo, sijui wanangu sana watanigia hichi, na nikamlisha mke wangu. Mbuko utakuja utazaa. Sasa cheki umri wako unapoteseka. Mimi tena nizae kaka, mbona dharau sasa? Mimi nakwambia kitu serious ule unatema siala. Nisikie. Hapa mimi sikudanganya mwanangu. Mimi hapa sikupi chochote. Mimi sielewi hapa chalo. Kwa mwanangu umeamua kunikaushia. Sio na kukaushia mwanangu, mimi nakuchana ukweli kwa sababu wewe majukumu umeyakimbilia mwenyewe. Hakuna mtu alokupelekea hayo majukumu, wewe mwenyewe umeyakimbilia. Ukiangalia umri wako uendani na unachokifanya. Wewe cha msingi cha kuzingatia hapo, ujefanya nini? Mimi la sitokupa. Ila kesho kuna mchongo. Mchongo gani? Kuna kazi kesho ya kupiga zege kama vipi fresh tu. Yaani mwanangu mimi nikabebe zege. Smart boy. Jitu la South. Watu wa mbele tukabebe zege. Sasa kama unataka utuambie. Sikia mwanangu, sikia. Unajua nini? Maisha saa ni magumu lakini kuna kazi za kufanya bro, umeelewa? Yaani mimi siwezi nikaenda kubeba zege. Umeelewa vizuri? Kuna kazi za kufanya. Wewe kama una hela basi, kama una hela kunisaidia mimi mwanao basi. Haina haja nikabebezeke mwanangu. Sawa bwana, wewe unaangalia na kazi, unaangalia na watu. Sasa mimi unaniambia wangu kabebezeke kweli mwanangu, Mwanangu. Unajua nini familia yangu? Yaani maisha huaga ni magumu lakini pia maisha ni marahisi. Inaangalika the way wewe unavyochukulia. Sasa wewe kama unachukulia maisha ni marahisi, unaweza ukafanya kazi rahisi ili upate pesa kwa urahisi, basi fanya. But kwa upande wangu mimi the way ninavyochukulia maisha tofauti na mimi nachukulia maisha kama ni magumu, naacha nipambane na kazi ngumu. Mimi kesho nitaingia kwenye kupiga zege, wewe ukitaka utakuja. Sawa bro, basi sikiliza, siwe kesi. Wewe kama umeamua kwamba uwezi kunisaidia mwanao basi haina haja. So mwanangu sasa vitu vingine unaangalia. Yaani mwanangu nilikuwa nakuchukulia kama mshikaji lakini leo umezingua mwanangu. Zekani mimi unaniambia nikabebezege. Kuna kazi za kunipa bro. Asante. Basi mimi naenda, ba mdogo kwa? Basi mimi naenda. Vipi tena? Freshi, ba mdogo shikamoo. Mke wangu. Hivi, mara ngapi nakwambia wewe usimpe chakula? Sasa usimtoto. Yaka leo. Mtoto? Hivi mtoto ana mke? Baba mdogo, Kimondo. Nilikuuliza mimi. Ushakuwa? Uko tayari kuoa? Ulinijibu nini? Nikwambia niko tayari. Uko tayari? Sasa si ndio hivyo nani chakula sasa pale nataka baba mdogo sisi tupe na njaa kweli wakati chakula kipo hapa nyumbani. Hivi mwanangu wewe akili zimo kweli kichwani? Nilikuuliza mara mbili ushakuwa, maana yake sio kukua tu kwamba ukukaa na mke, kumhudumia mke. Sawa. Tumemlisha huyu toka ni mdogo. Sawa. Sasa hivi unataka tena tumlishe yeye na mkewe. Baada ya hapo watazaa. Tamlisha yeye, mkewe na mtoto. Kweli? Sio hivyo. Huyu bado ni mdogo, hata kama amewahi tu kuoa.
naona nikikuchekea wewe utaniharibia familia. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kama mmeshindwa kuula chakula humo ndani, niambie. Sawa? Nipunguze kuleta kilo. Naomba kuleta. Kwa mdogo sio utakapenda njaa? Nimesema peleka ndani hicho chakula. Sasa nikwambie. Wewe umeoa ushakuwa mkubwa. Nenda kapambanie ndoa yako. Mbavu wewe. Jamani. Sawa, tujimalize. Yaani kuoa tu mtu jamani ishakuwa shida. Mimi nimeoa sawa, sasa mnataka nife na njaa? Ba mdogo. Yangu. Abema. Mimi nimekaa nimefikiria hapa. Maisha jinsi yalivyokuwa magumu sasa hivi mke wangu. Naona kuandikia talaka hapo. Nataka nikupe talaka 3 hapo. Hivi mume wangu unamatana na mimi? So usani. Yaani serious kabisa. Tunaongea serious hapa jamani. Sio kweli. Labda unanitania. Kwa nini? Ni kweli au nikupe kabisa? Yaani sasa hivi kweli uweza masuala na mimi. Unanitania. Ngoja basi nikupe kabisa ni hadi maana tena naona. Nagaenyewe hapa mtu. Mume wangu, kwa kosa lipi umefikia sija kunipa talaka? Mke wangu, tatizo sasa hivi maisha yamekuwa magumu. Yaani toka nimekuwa wewe imekuwa changamoto. Mimi nimegombana na ba mdogo kule kisa wewe juu. Yaani nafuata kule mazingira sipati, hela sipati, wanangu wale nimegombana nao kisa wewe. Yaani toka nimekuwa wewe imekuwa changamoto kweli kweli. Sasa mimi nimeona nikupe talaka mke wangu, uende kwenu ukapumzike, maisha mengine yaendelee. Kwani shida iko wapi? Sababu sio mimi. Walichokwambia wenzako ni kweli. Kwa sababu ni umri wako umefikia kikomo kukaa kwenu. Unatakiwa upambane. Sio kutegemea wazazi. Mimi sioni hata kinachokuuliza mke wangu. Sio unaona kupewa talaka jambo la ajabu mke wangu? Sijaona kosa kunipa mimi talaka. Kwa kosa lipi mume wangu? Mimi nashindwa kabisa kuelewa. Kwa hiyo wewe unataka nikufukuze vipi sasa labda tofauti na talaka? Nikwambie huwa natoka. Kupata kukosa ni maisha mume wangu. Kinachohitajika ni kupambana. Hilo mimi naelewa. Sema sasa mimi ba mdogo wangu bado yupo pale. Sasa mimi sasa hivi ninakuwa nikienda pale sipati chochote. Na tatizo ni wewe mke wangu Wewe shindwa kunielewa Angalia sasa maisha tunayoishi hapa. Yote sababu ni wewe tu nimekuoa ndio maana naishi hivi.